huu ni muhula wa 3. Muhula yetu inaenda kwa kipindi cha miaka mitatu. Kwa hiyo kwa kipindi hiki kuanzia mwaka 95 tulipoanzia mpaka sasa hivi, mabadiliko makuu yako kama matatu. Badiliko la kwanza, mabadiliko mawili yako ndani ya Mwaode na badiliko moja liko kwangu mwenyewe. Badiliko ndani ya Mwaode, tukianzia kwenye masuala ya kikundi chetu. Kikundi chetu kilikuwa cha wanawake tu. Yaani tunajitizama sisi wanawake 30 ndani ya Mwaode, ambao wajane, watelekezwa na waajiriwa pamoja na wakulima. Lakini sasa hivi katika masuala ya biashara tu. Kwa hiyo tulikuwa tunakuzana ufahamu kwenye masuala ya biashara, kufanya biashara kwa faida ili tuweze kujiwekea akiba na kuanzisha huu mfuko wetu wa SACCOS. Lakini badiliko lilojitokeza sasa hivi, tumeona kadri tutakavyokuwa tunajiimarisha sisi tu Mwaode, bado hatujakuamua kiuchumi, kijamii. Kwa hiyo tumeona tutoke nje kwa jamii, tuwaelimishe pia na wao katika masuala ya biashara, masuala ya maradhi, afya, masuala ya kinga. Tukawa na miradi mbalimbali ambayo inagusa jamii. Tuna huu mradi wa kuelimisha jamii wa kata ya Mwananyamala. Maana yake huwezi kuelimisha jamii wa Tanzania nzima. Kwa hiyo tunaanza na kitongoji hiki ambacho chetu wenyewe. Ndani ya Mwananyamala ndo kuna huu mtaa wetu wa Msisiribi. Na katika Mwananyamala tuna mitaa 6. Kwa hiyo tumeanza kutoa elimu ya biashara kwanza kwa jamii katika hizo kata. Wawakilishi, tunachukua wawakilishi wa vikundi na kuelimisha kufanya biashara kwa faida, na faida ya kuanzisha mifuko ya kuweka na kukopeshana kwa ajili ya kujiboresha au kujiendeleza mitaji yetu. Pia tukaingia kwenye nyanja ya kuelimisha jamii kwa swala la afya, lishe kwa njia ya ngonjera na nyimbo, yani usanii. Kwa hiyo unajua katika jamii sio wote waliosoma, huwezi kuwaweka wote darasani. Kwa hiyo tukaona njia moja rahisi ipi? Tukaona njia moja rahisi, maigizo. Kwa hiyo kila matukio muhimu ya kitaifa, kama hivi tulifanya tukio moja la siku ya mtoto wa Kiafrika duniani tarehe 16 Juni. Kwa hiyo tukafanya maonyesho yetu mawili katika hii kata ya Mwananyamala, kuelimisha jamii kwa njia ya sanaa shirikishi, kwa nyimbo, ngonjera, maigizo juu ya swala la mama kutokuamini sana kwamba mume ndo anaweza kukupatia kipato wewe. Kwa hiyo tulimjenga mwanamke kwa njia ya kujiamini mwenyewe katika masuala yake ya kujitegemea pamoja na familia yake inomzunguka. Tukilenga kama sisi wanawake wa Mwaode ni wajane na watelekezwa ndio wengi wetu. Kwa hiyo tukiwapa fundisho hilo na wenzetu waliokuwa nje waone hilo swala sio ulemavu kujiona wewe uko pweke huna mume. Unaweza tu kaelimika, ukafanya biashara zako, ukaweza kupanga au ukaweza kujenga, ukaweza kulea na watoto wako bila kumtegemea mwanamume. Kwa hiyo katika igizo hilo tulionyesha jinsi mwanamke mwenzetu mmoja ambaye alikuwa anakataa umoja wa vikundi. Yeye amekaa tu pale anamtegemea mume wake, anazaa bila mpangilio, yani anazaa bila majira, uzazi bora, uzazi wa mpango. Kwa hiyo akawa na watoto wengi, mjamzito, ana afya mbaya, hana lishe. Kwa hiyo tu sisi baada ya kumtembelea tukampa mkopo aanze, lakini alishindwa ule mradi kuendeleza kwa sababu alikuwa hana elimu ya biashara. Kwa hiyo akaendelea kutaabika. Sasa sisi tukaenda tena kumshawishi na kumuonyesha mifano hai kwetu sisi kwa afya zetu kwamba sisi tunaendelea hivi kutokana na kujiunganisha, nguvu za pamoja ni kitu bora. Kwa hiyo njoo kwenye umoja wetu au anzisha umoja ili na wewe ukusaidie. Kwa hiyo pale tukatoa na elimu pia ya kutumia vyandarua vyenye dawa ya ngao vinavyozuia malaria. Kwa sababu kama unavyojua katika kata yetu hii imezungukwa sana na mabwawa ambayo hayahudumiwi ipasavyo sasa hivi na serikali. Manake hapo zamani mabwawa, madimbwi yanamwagiliwa dawa na nini, lakini hali halisi sasa hivi huduma hizo hazipo tena. Kwa hiyo tusikae tu sisi tunajibweteka kwa kuwa serikali hawana hiyo huduma au haitoshelezi, nyinyi mnaacha kujikinga. Kwa hiyo tukatoa hiyo elimu, kwanza tulifanya utafiti tukaona hilo swala ni kero kwa jamii. Baadaye ndo tukaanza kutoa hiyo huduma ya kukopesha. Vyandarua vyetu tunakopesha hapa ofisini kwa bei nafuu kabisa. Manake sisi kama hata mikopo yetu ina riba ndogo tu ya 2%. Kwa hiyo hata faida zetu hatutaki zile kubwa, tunataka kila mtu apate
afaidike na ile huduma tunayotoa kuanzia sisi wenyewe na wengine. Na badiliko jingine, pamoja na kutoa hiyo elimu ya maradhi na ya biashara kwa jamii, pia badiliko lingine tukaona sisi peke yetu hatuwezi tukafika mbali. Kata ya Mwananyamala ni kubwa, mitaa 6 ni watu wengi. Kwa hiyo tukaona afadhali tuwe na mtandao. Katika yale mafunzo tulotoa hayo ya afya, tukatoa mafunzo tena ya VVU na ukimwi, tukatoa mafunzo ya mazingira, tukatoa mafunzo ya utawala bora ambayo yanaendelea mpaka sasa hivi, tukatoa tena mafunzo ya umuhimu wa kuwa na leseni ya biashara katika biashara zetu, kwa sababu tulikuwa hatujui. Kwa hiyo sita walipokuja watu halmashauri wanaweza wakachukua vifaa vyako wakavibonda bonda, na mfanyabiashara mdogo mdogo haoni umuhimu kwa nini kate leseni. Kwa hiyo tuliitisha hiyo semina na tukaelimisha jamii waelewe ukifanya biashara na leseni utakuwa uko katika salama na amani kwenye biashara yako. Utopata yani matatizo na manispaa. Pia tukatoa elimu ya sisi, unajua wanawake tunakumbwa sana, pamoja ni jamii lakini wanawake tunakumbwa sana na masuala ya kutokujua sheria za ndoa na mirathi. Tunapofiwa sisi, kwanza unapoolewa mwanamke, uelewi kile cheti kwamba kinakulindaje. Halafu pia maslahi yako katika ndoa, endapo mmoja atafariki, nini haki yako, mirathi. Ndio maana tunapola sana masuala ya mirathi, kama ulivyoona ulivyotembelea wakuta wanachama wengi tunaathirika sana kwenye mirathi. Kwa hiyo tukatoa na hiyo elimu ya sheria, kuzijua sheria za ndoa na mirathi kijinsia. Kwa hiyo hapo tulishirikisha na wanaume. Hilo ni badiliko. Zamani tulikuwa wanawake watupu. Tumetoka kwa jamii tukagusa jinsi zote. Mke na mume. Kwa hiyo tukatoa hayo mafunzo kijinsia. Pamoja na kijinsia, hapo tena tukaona tusitengane. Binadamu wote ni sawa. Kwa hiyo tukashindikiza kutoa elimu wazee, vijana, walemavu. Tusiwaweke mbali. Wote tukawashirikisha katika hayo mafunzo. Kwa hiyo haya ni mabadiliko mawili makuu. Kwanza tuliona kikundi cha Mwaode tulikuwa tunajihudumia wanawake tu. Lakini sasa hivi tukaona afadhali tutoke kwa jamii kwa jinsi zote. Kwa hiyo tunaendesha shughuli zetu kijinsia, kwa indirect, yani kwa mzunguko. Moja kwa moja tunaguswa sisi wenyewe wanawake, lakini kwa kuzunguka tunaigusa jamii kijinsia. Hayo ni mabadiliko ambayo nimeyaona kwa sasa hivi tumeyatoa. Kwa hiyo ni hayo machache naona kwa leo.